Shetani alijivika taji tatu, utatu wa uovu. Wapenzi wangu, moja ya taji hizo lilikuwa ni siasa, ambazo sasa zimepenya na kuingia katikati ya watu wa Mungu. Wewe ndugu, imba. Siasa zimeingia kanisani, zimeingia kanisani. Siasa zimeingia katika nyumba ya Mungu, zimeingia katika nyumba ya Mungu. Siasa zimeingia kanisani, Bwana Yesu tusaidie. Siasa zimefukuza roho wa Mungu, ndugu, tuwe waangalifu. Mchungaji mkuu atakayesifiwa sana, yule mwenye kanisa kubwa zaidi lenye maelfu ya waamini. Lakini mchungaji mdogo mwenye kanisa la kawaida linaloitwa Matembele Tabernacle, yeye atapuuzwa. Wewe ndugu, imba. Kadiri miaka ilivyopita, kumeundwa kundi la watu wasioguswa kanisani kwa sababu ya utajiri wao. Wanaweza kuishi vibaya, wanaweza kufanya lolote, mradi tu wanatoa zaka kubwa. Watu wanafumba macho, lakini macho ya Mungu yako wazi. Wewe ndugu, imba. Wewe ndugu, imba. Mchungaji ameunda mtandao wa wapelelezi kwa kusudi la kufuatilia yasemwayo huku na kule. Baada ya kupokea ripoti za wapelelezi wake, upanda mimbarani na kuhubiri mambo hayo hayo. Hubiri neno. Wewe ndugu, imba. Baadhi ya wachungaji wamechukua mkakati huu wa kuwashikilia washiriki wapya, ni kuwapa vyeo vyenye manufaa ili kuhakikisha uaminifu wao. Hila. Wewe ndugu, piga kelele. Ibada ya kumtukuza mwanadamu siku zote nilidhani ilikuwa ni desturi ya Mfalme Kaisari pekee, lakini nilipochunguza kwa makini watu wa Mungu, nikakuta kiu hiyo hiyo ya utukufu ndani ya mioyo ya waamini. Hapana kamwe. Wewe ndugu, imba. Upande mwingine wa uzio, Kaisari atapigana, atafanya kila jambo ili mwanawe amrithi. Na katika kanisa la Mungu aliye hai, inatosha kuinua macho, utaona kwamba hali ni hiyo hiyo, ukoo wa urithi. Wewe ndugu, imba. Siasa zimeingia kanisani, Zimeingia kanisani. siasa zimeingia katika nyumba ya Mungu, Zimeingia katika nyumba ya Mungu. siasa zimeingia kanisani, Bwana Yesu tusaidie. siasa zimefukuza roho wa Mungu. Ndugu, Tuwe waangalifu. siasa zime
uangalifu.